hayawi sasa yamekuwa. rhdi.world ni mahala unahitaji kujifunza mambo muhimu yatakayokupatia amani ili uweze kustawi. Kumbuka, tunahitaji kustawi katika maisha yetu ya kimwili na kiroho, na huwezi kufanikiwa katika yote haya usipoijua Rehoboth yako. Na haya yote utayapata chini ya Dr. Daniel ambaye ni mtaalamu na mbobezi katika masomo ya uongozi, yaani leadership, utunzaji wa maono, saikolojia ya huduma, ushauri nasaha na elimu ya ukuaji kiroho pamoja na ndoa iliyofanikiwa. Tembelea tovuti yetu ambayo ni www.rhdi.world au wasiliana Dr. Daniel moja kwa moja kwa nambari yake ya simu alama ya kujumlisha 18023552443. Ni katika episode yetu ya pili, na hili swala ambalo tulikuwa tukiliangalia ndo hili tu ambalo hatuwezi tukalikwepa aza kulikimbia. Na kwa nini hatuwezi tukalikwepa aza kulikimbia? Ni kwa sababu watu wengi wamekuwa wakiyachukua maandiko, lakini hawapendi kuelewa kile ambacho Kristo alikuwa akikiongelea. Na mpendwa katika Kristo, usiweze kusahau tena, na sisitiza usiweze kusahau. Nasisitiza kwamba usiweze kusahau, kwa sababu mafundisho mengi na maneno mengi ni yale ambayo watu wamekuwa wakiweza kuyatumia wao kama wao, wakiweza kufanya kile wanachokihitaji wao, lakini hawapendi pia kujikumbusha katika kile ambacho Yesu alikuwa ameweza kuwaonya wanafunzi wake. Na hili ndilo haswa ambalo Yesu aliweza kuwaonya wanafunzi wake, na kwa kweli wanafunzi wake waliweza kulitii. Na ndio maana hapa nikaandika kwamba hili ndilo hasa ambalo Yesu aliwaonya wanafunzi wake kulihusu. Na alisema, mtakapoona haya yakitokea kimbieni. Wakristo walitii onyo hili na waliweza kutoroka Yerusalemu na kukimbilia mahali paitwapo Pela. Waliweza kukimbia kwa sababu katikati ya mazingira walizingirwa, mazingira yao yaliweza kuharibiwa kwa muda, huku jenerali aliyesimamia kuzingirwa akiitwa ili aweze kurudi Rumi. Yaani ni maneno mengi sana na ni vitu vingi sana vya ajabu vilivyoweza kutokea, na huu nabii ukawa umeweza kutimia. Kwa hiyo wanafunzi na Wakristo, kwa sababu haya maonyo walikuwa wamekwisha onywa na Kristo, ilikuwa ni rahisi sana wao kuweza kutekeleza kile ambacho Kristo alikuwa tayari amekwisha weza kuwaonya. Kwa hiyo mwanahistoria Myahudi Josephus alikamatwa katika kuzingirwa, lakini aliruhusiwa kutoroka na maisha yake na Warumi, na ameandika uzoefu wake katika maandishi yake. Lakini tuangalie katika kifungo hicho katika Mathayo, Yesu akisha anaonya kutakuwa na ziki kuu katika sura yake ya 24 na vesi yake ya 21. Anasema, kama siku hizo zisingelifupishwa hakuna mtu ambaye angeokolewa, lakini kwa ajili ya wateule siku hizo zitafupishwa, katika vesi yake ya 22. Hebu tujaribu kuangalia hii vesi ya 22 na haya maneno ambayo Kristo alikuwa akiweza kuongea na wanafunzi wake, alikuwa anamaanisha nini? Ni wazi kutokana na kifungu hiki kwamba wateule watakaokoka katika ziki kuu si kwa kuchukuliwa mbinguni katika misheni ya uokoaji wa kimungu, bali kwa Bwana akiwahifadhi wakati wa ziki. Yesu alisema kwamba Mungu angeliwalinda wateule wake na kufupisha siku za ziki. Kwa hiyo hapa unagundua tu kwamba hii sentensi haionyeshi kwamba ziki hii ndo hawa wateule wanapokwenda kuponywa ndio wanapelekwa mbinguni, ndio wananyakuliwa, isipokuwa hawa watu wanakwenda, hawa wateule wake hizi siku zinakwenda kufupishwa, kwa sababu yeye mwenyewe ndiye atakayeweza kuwalinda na kuwahifadhi hawa wateule wake kwa ajili ya hii ziki. Lakini hajasema tu kwamba kulindwa kwao
na kuwaepusha na ziki hii ni kwamba anawapeleka kwenda mbinguni. La hasha. Ni watu tu ndo wamekariri hivyo na wakiamini tu kwamba hii ziki ndo inaweza ikafupishwa, na inapofupishwa kwamba wanachukuliwa kwenda mbinguni. Yesu alikuwa tayari amesema, lakini atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeokoka. Mathayo 24:13. Kanisa limeitwa vumilia hadi mwisho. Hii ni kauli ambayo inaonekana katika Mathayo inayosema vumilia hadi mwisho. Kwa hiyo kanisa linaitwa ni kanisa la vumilia hadi mwisho. Kanisa limeitwa na kuagizwa kufanya wanafunzi. Narudia, kanisa limeitwa na kuagizwa kufanya wanafunzi hadi mwisho wa wakati. Kanisa la leo halitengenezi wanafunzi. Makanisa ya leo ni makanisa ambayo yanatengeneza washirika. Na hata katika somo letu la wafanyakazi kwa ajili ya mavuno niliongelea hili swala la wanafunzi. Kanisa limeitwa ili kutengeneza wanafunzi, na hii ni kazi kubwa ambayo tumekuwa nayo katika shirika letu la RHDI. RHDI tunapambana na kuhakikisha tunawatengeneza wanafunzi. Tunahakikisha kwamba wanafunzi wanafikia kilele cha wao kuelewa kwamba Kristo anataka nini, Kristo anahitaji nini. Kwa hiyo kanisa limeitwa na kuagizwa kuwafanya wanafunzi hadi mwisho wa wakati. Katika Mathayo 28 hadi vesi yake 20, Yesu alisema, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hadi ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo watu ambao Kristo ataweza kuwahifadhi, watu ambao wanaweza wakaokolewa na dhiki, wateule hawa ni wanafunzi. Watu wanaotengenezwa kwa viwango vya wanafunzi, watu ambao wamekubali kuishi kama wanafunzi. Na sifa za mwanafunzi tuliweza kuziona. Sifa za mwanafunzi tuliweza kuziona. Na kama tuliweza kuona sifa za mwanafunzi, kwa hiyo tambua kwamba wanafunzi ndio wanaohifadhiwa. Wanafunzi ndio wateule. Kanisa sio kanisa la washirika. Hatukutani kanisani kwa sababu ya tushiriki. Tunakutana mahali pa kuabudia kama wanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo tambua kwamba tunapokuwa tunafundisha, tunapokuwa tunadai kwamba watu waweze kufika katika kilele cha wanafunzi, sio kwamba tunabahatisha. Tuna sababu za msingi, tuna maana kamilifu kabisa inayoashiria kwamba watu wanastahili kufikishwa katika kilele cha wanafunzi. Watu wanastahili kufikishwa katika kilele kinachohitajika mwanafunzi kuweza kufikishwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anaijua ziki ya wanafunzi wake. Kwa hiyo kanisa Yesu Kristo anasema tayari, lakini atakayevumilia hadi mwisho ndiye atakayeweza kuokolewa. Na ni wanani walio tayari kuvumilia hadi mwisho? Ni wanafunzi, kwa sababu kanisa linaitwa kanisa la vumilia. Kwa hiyo siwezi nikaona ajabu kama kuna watu ambao wanaweza wakafika mahali ambapo wanaitwa wavumilia. Na ndio maana tunaweza tukahitaji kwamba wakinavumilia waendelee hadi mwisho, pale ambapo Kristo atakapokuwa ameweza kuwahifadhi wateule wake ambao ni wanafunzi. Katika Mathayo 28 na vesi yake ya 19 na vesi yake ya 20, usiweze kusahau hiyo andiko. Na hawa ndio watu ambao wameahidiwa na Kristo watakuwa na Kristo. Kristo hajasema kwamba atakuwa na wachungaji. Kristo hajasema kwamba atakuwa na manabii. Kristo hajasema kwamba atakuwa na mitume. Kristo anasema atakuwa na wanafunzi wake hadi mwisho wa dahari, hadi mwisho wa wakati. Wateule ni wanafunzi, na hawa wanafunzi ndio wanaoahidiwa kuweza kulindwa na kuhifadhiwa na Kristo. Kuhifadhiwa wakati wa ziki. Katika kuandikia kanisa la Tesaloniki mara ya pili, Paulo analiandikia kanisa ambalo lilikuwa likipitia mateso ya ziki wakati huo. Kwa ajili ya uvumilivu wenu na imani yenu katika mateso yenu yote na ziki mnazozistahimili.
Waraka wa pili wa Paulo kwa Watesalonike sura yake ya kwanza na vesi yake ya 4. Paulo anatumia fursa hii kutia moyo kanisa kwa kuambia kwamba Mungu atawalinda katika ziki na hatimaye kuwapa kanisa pumziko. Bwana Yesu atakapofunuliwa kutoka mbinguni pamoja na malaika wake wenye nguvu katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu na hao wasiotii injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tesalonike wa pili 1:7-8. Kuna vitu ambavyo inabidi kwamba tuweze kuviangalia. Kwa hiyo Paulo analiambia kanisa kwamba Yesu ataingilia kati na kulipeleka kanisa mbinguni ili kuepuka mateso na ziki. Ni kweli? Ni kweli? Kwa sababu ndivyo watu wanavyotafasiri. Kwa hiyo kwa sababu Paulo analiongelea kanisa la Tesalonike kwa staili hii, I think so kwamba watu wengi ndio wanachukua sasa fursa ya kudai kwamba kwa maneno haya ni maneno mafupi na maneno bora ya kutuhamasisha na kutuambia kwamba tunaenda mbinguni. Paulo analiambia kanisa liendelee kuvumilia na liendelee kuishi katika imani yao, ili katika haya mateso waweze kuwa na ushahidi dhahiri. Na ndio maana katika Watesalonike 1:5, Watesalonike wa pili 1:5 anasema ushahidi dhahiri wa hukumu ya haki ya Mungu, ili mpate kuhesabiwa kuwa mmestahimili ufalme wa Mungu, ambayo kwa ajili yake ninyi mmeteseka. Hajasema tunaenda mbinguni. Kwa hiyo kupitia ziki sio sababu ya kanisa kwenda mbinguni. Kupitia ziki ni kipengele ambacho Kristo anakitangaza kwa Wakristo ambao ni wanafunzi ambao wamefikia kilele cha ukomavu katika kumjua Kristo. Kwa hiyo ziki hii inayoongelewa hapa sio ziki ya kutupeleka sisi kwenda mbinguni, aidha kwamba ziki hii ndio kibali cha Kristo kuja kutuchukua twende mbinguni. Anasema tuvumilie. Katika Mathayo anasema kuvumilia hadi mwisho, kwa sababu yeye ndiye atakayekuwa nasi hadi mwisho wa dahari, hadi mwisho wa wakati. Kwa mantiki hiyo, ziki inapokuwa inaongelewa, haijaongelewa ili kwamba ije ituchukue kwa sababu tuweze kwenda mbinguni. La hasha. Hayo ni maneno ambayo tunaweza tukafundishana ili kusapoti maandiko ambayo hayana neno la unyakuo katika Biblia yetu. Kwa hiyo utaangalia katika waraka wa Paulo wa pili kwa Watesalonike sura yake ya kwanza mstari wake wa 4 mpaka mstari wa 5 kwamba kanisa lilikuwa linapitia mateso na dhiki. Na kwa hiyo neno la Mungu linaahidi kwamba watesaji wa kanisa watalipwa na Mungu pamoja na ziki, katika vesi yake ya 6. Kwa hiyo tukisema kwamba tutadhame usomaji dhahiri wa mistari hii, ni kwamba kanisa lilikuwa likipitia ziki, kanisa lilikuwa likiteswa. Kanisa la kisasa linahitaji kuwa tayari kwa mateso na dhiki. Ikiwa bado tunatarajia hivyo, tunatarajia hivyo kwa nchi kama vile, tunaona nchi kama vile China, watu walioko China, kanisa la China linapitia mateso, ambapo kanisa limepitia ziki na mateso mengi katika kipindi cha miaka 55 iliyopita. Kanisa kule China ilikuwa ni shida, Wakristo walinyanyaswa, Wakristo waliteswa, lakini hawakuamini kwamba mateso wanayoyapitia ndani ya kanisa ni sehemu mojawapo ya wao kuweza kwenda mbinguni.
kanisa linaokolewa kutoka katika dhiki hiyo. Kwa hiyo hata kama mateso yalikuwa ni mengi katika nchi ya China, lakini ashukuriwe Bwana, Bwana wa rehema na Bwana wa upendo, Bwana aliyeahidi kwamba atakuwa nasi hadi mwisho wa dahari, ni kwamba aliweza na aliendelea kutulinda, na mpaka leo kanisa China yapo. Kwa hiyo kanisa linaokolewa kutoka katika dhiki hiyo. Bwana Yesu atakapofunuliwa kutoka mbinguni, anafunuliwa kutoka mbinguni pamoja na malaika zake wenye nguvu katika mwali wa moto, huku akiwalipizia kisasi wale wasiomjua Mungu na wale wasiotii injili ya Bwana. Lakini ukiangalia vesi ya 8, tuizungumzie vesi ya 8 kidogo, nasema wetu Yesu Kristo. Hii ni baada ya dhiki, si kabla. Ukiangalia katika vesi ya 8 katika sura hii inasema wetu Yesu Kristo. Hii si baada ya dhiki, hii ni baada ya dhiki, si kabla ya dhiki. Tunaingia katika ufalme wa Mungu kupitia dhiki. Andika hilo. Tunaingia katika ufalme wa Mungu kupitia dhiki. Okay, baada ya Paulo kuanzisha makanisa huko Listra, Ikonio, Paulo na Barnaba walikuwa wakirudi kutoka safari yao ya kwanza ya kiutume, wakitembelea makanisa yao, na walikuwa wakiwatia nguvu za Roho, walikuwa wakiwatia nguvu wanafunzi waliokuwa wamepatikana katika hayo maeneo, na wakiwaonya waweze kuendelea katika imani na kusema imetupasa kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia ya dhiki nyingi. Tendo ya Mitume 14:21 kwa 22. Kwa bahati mbaya si wengi leo wanaoimarisha roho za wanafunzi, na ndio maana RHDI tupo tayari kuimarisha roho za wanafunzi. Tuko tayari kuimarisha roho za wanafunzi. Tuko tayari kutengeneza wanafunzi kwa gharama yoyote, kwa dunia nzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunajua kwamba kutengeneza wanafunzi ndio walio na nafasi ya kuweza kulindwa na kuhifadhiwa kipindi cha dhiki. Sasa watu wengi wanaweza kuwa wanatuuliza kwamba kwa nini shirika lenu linapenda sana kuongelea masuala ya wanafunzi? Kwa nini shirika lenu linapenda sana kudili na masuala ya wanafunzi? Shida si wanafunzi. Shida ni kwamba na tunawatia moyo. Tunawaimarisha kwa kuwatia moyo wanafunzi. Na tukiwaambia tu katika wanafunzi wa Kristo, tusitazamie tu yaliyo mema. Hatutazamii tu yaliyo mema. Hatuhitaji tu kupata yaliyo mema. No. Ufalme wa Mungu tunaurisi kupitia dhiki kuu. Tunapitia dhiki ili kuweza kurisi ufalme wa Mungu. Na tukishaambia watu hivyo na tukatengeneza wanafunzi wa staili hiyo, ina maana kwamba wanafunzi hao watakuwa na ujasiri wa kuweza kumtumikia Kristo, kwa sababu wanaamini tu kwamba mateso na dhiki ni sehemu katika maisha yao. Mateso na dhiki ni sehemu ya maisha ya wanafunzi. Kwa hiyo sisi hatuongelei dhiki. Aidha, Biblia ilipokuwa inafundisha kuhusiana na dhiki, ilikuwa haifundishi kuhusiana na masuala ya watu kuweza kunyakuliwa kwenda mbinguni. Maandiko yanasema haijalishi ni dhiki ya aina gani inayokuja, kazi kubwa ni kuvumilia. Kuvumilia hadi mwisho. Na hili imekuwa ni shida sana, kwa sababu si wengi wanaoandaa kanisa kwa ajili ya dhiki isiyoepukika, yaani nyakati za mateso na dhiki. Na ndio maana leo tuna makanisa mengi ya watu ambao wao wanafundisha tu kufanyikiwa, watu wale keki, mafuta sana, maji mengi. Na tumekuwa na watu wa design hiyo. Watu wengi tumekuwa nao wa design hiyo. Lakini shida ni moja, kwamba si wengi
wanaoandaa kanisa kwa ajili ya dhiki isiyoepukika. Tunarithi ufalme wa Mungu, tunaingia katika ufalme wa Mungu kupitia dhiki. Mateso pamoja na dhiki ni sehemu ya wanafunzi. Siku moja Paulo alikuwa anajiandaa kwenda Yerusalemu, na kwa sababu alikuwa anatafutwa, wanafunzi wenzie waliweza kumzuia kwamba asiende. Lakini Paulo alisema, Kristo aliponiita aliniambia tu kwamba kwake nisitazamie tu yaliyo mema. Hata mateso na dhiki ni sehemu ya maisha yangu. Watu wengi wanachokiamini wao ni kwamba walipoitwa na Kristo, wao wanaamini kwamba kwao ni mteremko. Haswa wewe haujafika kwenye kiwango cha kupigwa mawe, haujafika kwenye kiwango cha kuteswa na kunyanyaswa. Unaona kama vile Ukristo umekuwa ni mzigo. Ukiongelewa kidogo, ukasengenywa kidogo, unanuna, unavimba, na wengine wanahama mpaka huduma. Ni kwa sababu hawakuandaliwa kwenye kiwango kinachostahili. Wanapoandaliwa wakawa wanafunzi wa kweli, wanaelewa kwamba dhiki na mateso ni sehemu ya huduma kwao. Paulo aliambia kanisa, msinikate tamaa, msinivunje moyo, kwa sababu Kristo aliponiita aliniambia mateso na dhiki ni sehemu katika huduma yangu. Kwa hiyo dhiki hii inapokuja kutokea, haijaashiria kwamba sisi ndo unyakuo umekuja ili Kristo aweze kutubeba kwenda naye mbinguni, kwa sababu watu wengi wanapenda sana kwenda mbinguni. Wachungaji wanaamini katika unyakuo kabla ya dhiki. Hawaamini wala hawaelewi ushindi wa injili wa kanisa la Yesu Kristo duniani. Narudia kusema, wachungaji wanaamini katika unyakuo kabla ya dhiki. Hawaamini wala hawaelewi ushindi wa injili na ushindi wa kanisa la Yesu Kristo duniani. Katika vitu ambavyo sivipendi kwenye maisha yangu ni watu kuongelea habari za kwenda mbinguni. Niko wazi kabisa. Katika vitu nisivyovitaka na nisivyovipenda ni vitu vya watu, ni habari njema ya kuhadisia watu jinsi ya kwenda kuishi mbinguni, na sio jinsi ya kuweza kuishi katika ufalme, na sio jinsi ya kuwaonyesha jinsi gani ambavyo wanastahili kuperform kwa kishindo cha hali ya juu hapa duniani. Ambapo wao hivi vitu vyote wao wanaviahirisha kwa sababu ya kipindi cha milenia, kipindi cha miaka 1000. Kwa hiyo hivi vitu vyote wao hawawezi wakaviona na hawawezi wakaviamini, aidha kuviongelea. Wao wanachokiongelea ni kwamba hivi vitu vyote vitakuja kupatikana baada ya miaka 3.5 na ingine miaka 3.5 ya unyakuo, hiyo miaka 7. Sasa ukiangalia hivyo vitu ni kwamba ni historia. Ni historia. Watakwambia juma moja, majuma 70. Wanaanza kukuelekeza katika Danieli, na katika hayo yote wanaoendelea kuyaongea ni elimu tu. Wao ndo wanaamua kuzitengeneza na kuzitafutia maandiko ya uweze kusapoti kile wanachokisema wao. Lakini Biblia kama Biblia haijasema katika unyakuo kutakuwepo unyakuo wa miaka 3.5 na miaka 3.5, kwamba miaka 3.5 itakuwa ni miaka labda miaka 3.5 ya dhiki, labda na ingine miaka 3.5 itakuwa ni miaka 3.5 ya ziki, aidha ya raha. Na katika hii miaka 3.5 ya shida ni kipindi ambapo watu watakuwa wanapitia ziki, labda na kipindi hiki cha miaka 3.5 kitakuwa ni kipindi cha amani, aidha cha furaha.
na hapo labda katika kipindi cha ziki mimi Kristo nitakuja kulinyakua kanisa niweze kukaa nalo hewani kwa miaka mitatu. Hayapo hayo mambo. Na ndio maana nikasema kwamba fundisho hili tunaloliongelea sio fundisho la kitoto, ni fundisho la watu wazima. Na kama ni fundisho la watu wazima, lazima tuambizane kama watu wazima, kwa sababu tunatengeneza wanafunzi, na wanafunzi tunaowatengeneza wanakwenda kukutana na mambo makubwa na mambo ya ajabu sana, ambayo inabidi waweze kuyajibu kwa hoja na si kwa maneno. Wanafunzi wao hawana historia. Wanafunzi hawajibu kwa historia, wanafunzi wanajibu kwa maneno. Wanafunzi wanapoandaliwa hawajibu kwamba inafikiriwa, wao wanasema maandiko yanasema. Ndio maana RHDI tunapambana kuhakikisha tu kwamba na kuwaonyesha watu kwamba mateso na dhiki ni sehemu mojawapo ya sisi kuweza kuvirithi katika ulimwengu huu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuweza kulifanya kanisa liweze kuwa na nguvu. Kumbuka, unyakuo hauonekani katika maandiko. Tena narudia, nasema hivi, unyakuo hauonekani katika maandiko, lakini maandiko mengi yamenukuliwa kutoka hapa na pale kuunga mkono wazo kama hilo. Ndio nilikuwa nikilizungumzia. Kwa kufanya hivyo, maandiko yanaondolewa katika muktadha na umuhimu mkuu wa Injili na kusudi la Mungu duniani, ama haueleweki au hata unapuuziwa. Kwa hiyo nasema hili neno, kumbuka, unyakuo hauonekani katika maandiko. Hilo liweke akilini. Narudia kusema unyakuo hauonekani katika maandiko. Hizi ni dhama za watu kuweza kufundishwa ukweli. Haijalishi ni kwamba tuko kwenye wokovu miaka 50. Tuna nafasi ya kuweza kurejea. Tunaposema neno kurejea, tusione aibu kuanza kwenye moja. Tuanze kwenye moja ili tuweze kutembea katika kusudi la Kristo, kusudi la umilele. Kusudi la umilele ni kuyafunua maandiko yaweze kusema, na si kutengeneza hoja na kutafuta maneno aidha maandiko yaweze kusapoti hoja zetu, isipokuwa ni sisi kuchukua maandiko tuweze kuyafunza kwa kuleta majibu yaliyo sahihi kwa sababu ya ufalme wa Kristo. Mko na mimi Dr. Daniel, ambaye ndio kiongozi na mkurugenzi wa shirika la RHDI. Acha tuendelee kuangalia unyakuo, ukweli wa unyakuo katika sehemu ya pili, ambapo tutaneemika kuja kuongelea ufufuo wa wafu. Tutaenda taratibu, utanielewa kabisa. Utanielewa. Acha tuende taratibu na utanielewa. Na Mungu akubariki. Amen.